Kiongozi wa juu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amemwambia Rais wa Marekani Donald Trump kushughulikia matatizo ya nchi yake kuliko kuangalia yanayoendelea Teheran. Ameyasema hayo huku maandamano makubwa yakiikumba Teheran. Ayatollah Khamenei, anayeiongoza Iran tangu mwaka 1989, amesema waandamanaji wanaharibu nchi yao wenyewe ili kuifurahisha Marekani. Kiongozi huyo aliye na miaka 86 amesema nchi hiyo haitarudi nyuma kama maadui wa taifa hilo wanavyotaka. Ameonya kuwa Trump, aliyemuita mtu mwenye kiburi, atapinduliwa madarakani. Hata hivyo, Marekani kupitia makamu wake wa rais JD Vance imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba nchi hiyo inasimama pamoja na waandamanaji wanaodai haki nchini Iran. Vance amesema, utawala wa Iran una matatizo mengi, kama Rais Trump alivyosema. Kitu kizuri kwa Irani ni kufanya majadiliano ya kweli na Marekani kuhusu kile Marekani inachotaka kukiona katika suala la mpango wa nyuklia wa Iran, na kuongeza kuwa atamwachia Trump baadaye azungumzie kile Marekani inachotaka kukiona katika siku za usoni kwenye taifa la Iran, lakini kwa sasa Marekani inasimama na watu wa Iran wanaopigania haki. Iran imeendelea kukumbwa na maandamano makubwa yanayoingia siku yake ya 13, yaliyochochewa na hasira kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha. Waandamanaji walimiminika barabarani wakisema kwa sauti, kifo kwa dikteta, wakimlenga moja kwa moja Ayatollah Ali Khamenei, huku wakichoma moto majengo ya serikali. Serikali ya Iran imekata huduma za internet kuanzia jana Alhamisi, na hadi sasa taifa hilo halijakuwa na huduma hiyo kwa saa 12. Kulingana na shirika linalofuatilia masuala ya mtandao NetBlocks, serikali imefanya hivyo kwa maksudi kudhibiti maandamano kuenea zaidi. Reza Pahlavi, mwana wa kiongozi wa utawala wa zamani wa mfalme Mohammad Reza Pahlavi nchini Iran, aliyeondolewa madarakani katika mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, ndiye anayetoa wito wa maandamano makubwa zaidi kufanyika nchini humo. Reza Pahlavi, anayeungwa mkono na Marekani, amesema idadi kubwa ya watu barabarani inaudhoofisha utawala uliopo na kuulazimisha kuachia ngazi. Shirika la habari la AFF limeonyesha video ya waandamanaji wakipiga honi, huku moshi ukionekana ukifuka katika vituo vya televisheni vya taifa. Maandamano yameshuhudiwa Tabriz, iliyoko kaskazini mwa Iran, pamoja na mji mtakatifu wa Mashhad upande wa mashariki. Maeneo yaliyojaa Wakurdi upande wa magharibi, pia maandamano yameshuhudiwa huko. Maandamano ya leo Ijumaa, yaani tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026, yanasemekana kuwa makubwa tangu mwaka 2022, wakati wa maandamano ya kupinga kifo cha msichana wa miaka 22 Mahsa Amini, kilichotokea akiwa kizuizini baada ya kukamatwa kwa kosa la kutovalia hijab. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameishutumu Iran kuwaua waandamanaji kwa kuwafyatulia risasi, lakini video za hivi karibuni kutoka Teheran hazijaonyesha maafisa wa usalama wakiwaandamana waandamanaji hao. Huku hayo yakiarifiwa, Ufaransa imesema Iran lazima iwe na uvumilivu dhidi ya waandamanaji wanaohaki kuandamana, huku ikiitaka Jamhuri ya Kiislamu ianze uchunguzi mara moja kuhusu mauaji ya waandamanaji yaliyoripotiwa. Ufaransa imesema inatambua uhuru wa kujieleza na ikiitaka Iran iheshimu hilo chini ya wajibu wa kimataifa. Waandamanaji wa Iran wamepiga kelele na kuandamana mitaani hadi Ijumaa asubuhi baada ya wito uliotolewa na mrithi wa ufalme aliye uhamishoni kuitisha maandamano, licha ya hatua ya utawala wa Iran kukatisha mawasiliano ya internet na simu za kimataifa. Video fupi za mtandaoni zilizosambazwa na waharakati zilionyeshwa zikiwaonyesha waandamanaji wakipiga kelele kuipinga serikali ya Iran, huku visubi vya taka vikienea mitaani katika mji mkuu Teheran na maeneo mengine. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimevunja ukimya vyake leo Ijumaa kuhusu maandamano hayo, vikidai mawakala wa kigaidi wa Marekani na Israel walichoma moto na kusababisha vurugu. Pia vilisema kulikuwa na majeruhi bila kufafanua zaidi. Kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei, ametoa hotuba kuhusu vitendo vya kigaidi, huku maandamano ya kupinga ugumu wa maisha yakiendelea kote nchini.